tulichokifanya kikubwa ni kuhakikisha wakulima wote wa kakao wanapata usajili. Na usajili huu sio usajili tu wa majina, bali usajili wa maeneo ambayo wanafanya uzalishaji. Na hili ni jambo kubwa na muhimu na ambalo linahitajika katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kusimamia upatikanaji wa masoko, kwani kuna matakwa ambayo tumepata kutoka masoko ambako tunauza. Kuna masoko ya Ulaya kwamba wameanzisha kanuni ambazo zinaenda kusimamia uharibikaji wa mazingira, zinaitwa EUDR, na hizo kanuni zinahitaji watu wote ambao watakuwa wanauza kakao duniani lazima watambulike na maeneo yao ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafuatilia kanuni bora za kilimo, lakini vile vile hawahusiki katika uharibifu wa mazingira. Hilo jambo ni kubwa sana kwa sababu sisi kama Tanzania tumezunguka kwenye mikoa yote kwa kupitia COPRA of course na Wizara ya Kilimo, kuzunguka kwenye mikoa yote ambako kakao inazalishwa, kufanya usajili, na mpaka sasa hivi tumepata wakulima takriban 26,000 ambao wameshasajiliwa na wamesajiliwa kikamilifu, na sasa tuko kwenye hatua za mwisho kuhakikisha hizi taarifa za wakulima zitaweza kuhakikisha zinatumika, kwani ifikapo mwezi wa 12 kama tungekuwa hatujakamilisha usajili huu, wakulima wetu wasingeweza kuendelea kuuza mazao yao katika bara la Ulaya, na hili ni jambo ambalo sio jema. Kwa hiyo sisi serikali tumewekeza kuhakikisha kwamba tunatimiza hayo masharti, lakini vile vile tunaenda kumsimamia mkulima na tunasimamia mkulima na soko lake. Hapa ni katika wilaya ya Kilombero iliyopo katika mkoa wa Morogoro, na hili ni moja ya shamba ya mkulima wa zao la kakao, ambapo soko la bidhaa Tanzania TEMWEX ama Tanzania Mercantile Exchange imepewa mamlaka ya kuendesha minada kwa mfumo wa kidijitali. Leo hii TEMWEX tumekuja kutembelea katika shamba hili la kakao kuona hali ya uzalishaji wa zao hili na wakulima wake wanavyozungumza. Mwaka jana nilipata nguvu sana kwa sababu soko la kokoa lilienda juu sana. Kilo moja ilifika mpaka 27, 28 mpaka 29 kavu. Lakini mwaka huu umeshuka. Na utofauti wa kokoa na ndizi tena ni huduma. Ndizi zina huduma sana. Kwamba zikianza mvua utapalilia mpaka mwezi wa 7 mvua zikikata. Ni muda wote ni wa kupalilia. Lakini kokoa ikishona ikijaa inakuwa haina palizi. Ni kupuningi tu. Kwa hiyo ni utofauti ambao nimeona kwamba kokoa inaweza katusaidia sana kutoka katika hali ya umaskini kwa sababu haina gharama kubwa inapofikia katika hali ya miti kushona. Dastan Dominic Kiobea ni mkuu wa wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro, ambapo anasema kilimo cha kakao sio kina manufaa kwa upande wa serikali, bali kimekuwa na mchango mkubwa kwa wakulima wake. Bei ya kwanza mwaka 2024 ilikuwa ni shilingi 3,000. Mnada wa kwanza tulifanya pale Mbingu, bei ikawa shilingi 25,000 kwa kilo. Wananchi wakaanza kupata mwamko mzuri. Mnada wa pili ukafanyika na bei ikawa inapanda na kushuka tegemea na mnada kwenye TEMWEX unaofanyika. Kwa hiyo baada ya kufanya mnada, kwanza watu wamepata mwamko mkubwa kwa namna ambavyo wanapata faida kubwa. Kwa uongezeko wa mahitaji ya kuuza kokoa kwenye mfumo wa Sapasi Sakaro umeongezeka sana. Na wananchi wengi wamefaidika. Jambo la pili, imepunguza ulanguzi wa kokoa ambao iko nalanguliwa na watu. Kitatu, imepunguza utoroshaji ambao tulikuwa tunatorosha kupeleka masoko ya Mvomero pamoja na Mbeya, kwa sababu hapakuwa na sehemu ya kuuzia kwa sababu mfumo hakuwepo. Kutoka hapa kufika mlima ni kilomita 150. Lakini kwa sasa kuna TAZARA, kuna barabara inarekebishwa. Kwa kufanyisha mifumo hii imesababisha wananchi wameweza kuongeza kasi. Lakini tatu na cha muhimu, tumeanza kuanzisha vitalu katika halmashauri ya mji wa Ifakara na halmashauri ya Mlimba. Wameanzisha vitalu kwa mazao haya na elimu inaenda kutolewa kwenye kila kata, kwa sababu tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais ametoa maafisa ugani kwenye kila kata. Katika msimu wa mwaka 24-25 zao hili la kakao liliweza kuuzwa shilingi 32,000 kupitia mfumo wa mauzo ya kidijitali wa TEMWEX, ambapo mfumo huu umekuwa ni msaada mkubwa kwa wakulima. Kutoka halmashauri ya Mlimba wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro, mimi naitwa Mohamed Mwaya wa TEMWEX.